Tunaendelea sasa na ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora. Mheshimiwa Dr. Catherine Joachim, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa ninaomba serikali itoe majibu ya swali namba 648. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, naomba kujibu swali la Dr. Catherine Kanut Joachim, mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha walengwa wa TASAF wanatoka kwenye utegemezi na kuingia katika shughuli za uzalishaji na ajira, serikali kupitia TASAF kutoa huduma mbalimbali ikiwemo ruzuku ya uzalishaji kwa ajili ya kuanzisha au kuendeleza shughuli zao za kijamii, ruzuku ya uhaulishaji fedha kwa ajili ya mahitaji ya msingi na elimu ya kuunda vikundi vya kuweka akiba na ujasiriamali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mamlaka ya serikali za mitaa kumefanyika juhudi mbalimbali za kuhakikisha walengwa wa TASAF wanatoka kwenye utegemezi ikiwemo kuwaunganisha na fursa za mikopo kutoka taasisi za fedha na masoko mbalimbali ya bidhaa wanazozalisha na kuwaunganisha na SIDO ili kupata ujuzi na hivyo kuiongezea thamani bidhaa wanazozizalisha. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Dr. Catherine Joachim. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, kwa kuwa lengo la TASAF ni kuziwezesha kaya maskini kutoka kwenye utegemezi na kujitegemea kiuchumi, je, serikali imekuwa inatumia utaratibu gani wa kubaini kaya ambazo zinahitimu? Swali langu la pili, kwa kuwa majanga ya kiuchumi, mabadiliko ya tabia za nchi pamoja na misukosuko ya soko naweza ikachangia kaya maskini kutoka kwenye uhitimu na kurudi kwenye utegemezi, je, serikali ina mfumo gani wa ufuatiliaji unaowezesha kaya zilizohitimu zisirudi kwenye umaskini endapo zitapatwa na majanga? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niweze kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Dr. Catherine kama alivyouliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, malengo ya TASAF kwanza ni kuhakikisha tunakwenda kuzipa uwezo kaya maskini ili waweze kujikwamua kiuchumi, lakini pia ili waweze kujitegemea. Hata hivyo, serikali imeendelea kuwezesha hizo kaya maskini na sasa takriban kaya 400,000 zimeweza kujitegemea na kutoka kwenye ule mpango wa TASAF. Kwa swali lake la nyongeza aliyosema kwamba tunatumia vigezo gani ili kutambua zile kaya ambazo tayari zimefika hatua ya kugraduate. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kufanya tathmini ya kina mara kwa mara kuziangalia zile kaya maskini ili kuona kama tayari zimeweza kupata uwezo wa kuanza kujitegemea. Na katika uwezo wa kujitegemea, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaangalia kaya ambazo wanaweza kuendesha maisha yao kwa kujipatia mahitaji muhimu ikiwepo kama chakula, malazi, mavazi, lakini na masuala mazima ya huduma za afya. Kwa hiyo kaya inapofika hatua hiyo na inaweza kujitegemea na ikaendesha maisha yake bila kutegemea ruzuku, ndipo inatolewa kwenye mpango wa walengwa. Lakini swali lake la pili kuhusu zile kaya ambazo zina graduate na kwenda kuanza kujitegemea, serikali ina mkakati gani kuhakikisha zile kaya zinaendelea kuhimili mabadiliko yanayojitokea hasa mabadiliko ya kiuchumi? Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeendelea kufuatilia zile kaya. Baada ya kugraduate, kaya hizo zinakuwa chini ya mamlaka za serikali za mitaa na wamekuwa wakiunganishwa na fursa mbalimbali zilizopo katika maeneo yao ikiwepo fursa za mikopo ya 10% kupitia halmashauri zetu, lakini pia kuunganishwa na fursa mbalimbali kama mafunzo ya ujasiriamali, lakini pia wamekuwa wakiungana na vikundi vya kukopa na kuwekeza. Kwa hiyo kaya hizi zimeendelea kuimarika siku hadi siku baada ya kuendelea kufuatiliwa kwa karibu, lakini kuendelea kuwezeshwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.